wao wachungaji wakakimbia na kondoo wakakimbia, wachungaji wakawatelekeza kondoo wale. Nishukuru kwamba Watanzania tangu tupate huru tunapaswa kujipongeza. Hatujawa katika mikono ya wachungaji waovu waliotutelekeza sisi. Tunaenda Ulaya huko, kila mara tunaulizwa, hivi Watanzania wao mnaenda wapi? Hapa tuna wa Nigeria, hapa tuna wa Ethiopia. Ni wachache walioko huko, pengine wako huko kwa sababu ya masilahi ya nchi yetu, lakini Watanzania ni wengi na wamebaki hivyo katika nchi yao. Ni kitu cha kujipongeza, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza Rais wetu Magufuli na watangulizi wake. Wanaomjua kwa karibu zaidi wanasema alikuwa anakesha. Mimi simjui, nasikia tu. Naamini alifanya hivyo si kwa faida yake na familia yake, bali kwa faida ya taifa letu. Hata wakati wa hofu kubwa, hofu hii ya korona ilipotanda katika sehemu nyingi za ulimwengu, yeye alikuwa tayari kutofautiana na wengi, lakini akafanya hivyo kwa masilahi ya nchi na watu wake. Tungeendelea kusoma somo hilo, mstari wa 21 mpaka 22. Wayahudi wa nyakati zake na wakati mwingine hata wanadini wa nyakati hizo, Mafarisayo na Masadukayo, walimpuuza, wakasema mtu huyu ana pepo, eti ni mchungaji mwema. Kwanza ni mwana wa seremala, anatoka Galilaya huko, atatuambia nini? Magufuli hakueleweka pia, alitukanwa, lakini yeye alibaki imara. Na taratibu sasa hivi tunaanza kuona sehemu mbalimbali wanatupigia simu, wamechoka. Nadharia ya korona ni nadharia ya ajabu, na wengi wanatuomba waje. Ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakubabaika, hata sisi wa Tanzania hatujababaika. Tunao viongozi wengi, bahati nzuri mko hapa mbele, na wengi pengine ni vijana. Tujifunze kutoka kwa mtu huyu. Faida binafsi haijengi taifa, inaumiza taifa, inaumiza wanyonge. Tujitoe kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kama mtu huyu alivyokuwa amejitoa. Magufuli ametuachia pia jambo jingine muhimu katika maisha yetu, kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hakuogopa kutoa sifa na utukufu kwa Mwenyezi. Hakuogopa kutaja, hata kusema kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu na kwamba hata yeye tumuombee. Katika ulimwengu hasa wa leo wa kiliberali, sehemu za magharibi huko, kutegemea Mungu na kutajataja Mungu ni ushamba, ni aibu. Wanasikia mtu anatajataja Mungu, wanaona huyu ni mjinga. Na Wakatoliki huwa tunafanya ishara ya msalaba, kusali. Wengi wanaona aibu na hawafanyi. Ukifanya hivyo mbele ya watu, wewe umepitwa na wakati, wewe ni mshamba. Mataifa kadhaa yameshindwa hata kuweka bayana katika katiba zao zinazowaunganisha, lakini kwa sababu ya neno Mungu. Nchi fulani inasema tuweke neno Mungu, wengine wanakataa, hakuna Mungu. Ni upagani wa hali ya juu. Wanasema Mungu anatufaa nini katika maisha yetu? Ni wazi, unaweza ukaona mtu anatengeneza bomu la nyuklia,
Hivi unafikiri mtu huyo alisali akatengeneza? Tunaambiwa tusali katika kila jambo. Unataka kufanya kazi, sali. Unataka kusoma, sali. Unaenda kutengeneza bomu la nyuklia, kuna sala hapo. Unaenda kufanya maangamizi kwa watu, unasali wewe. Mtu anayeua hata kama akimtaja Mungu mara 20. Sasa inatokea katika nchi moja kama Tanzania, mtu kama Magufuli, yeye kila mara anataja neno Mungu na anahimiza hata watu wake wamuombee kwa Mungu. Watu wale wanaona amechanganyikiwa. Badala ya kutegemea sayansi na utafiti, mtu huyu anamtegemea Mungu. Wanashangaa. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu tusiingie katika mazingira ya namna hiyo. Tubaki waaminifu kwa Muumba wetu. Dini zetu zinatufundisha yupo Mungu mmoja, muumba mbingu na dunia. Hata kabla ya dini hizi tulizonazo, wazee wetu waliamini katika Mungu na walisali. Leo imefika wakati, kwa sababu ya ustaarabu na maendeleo, watu wanasema hakuna Mungu. Na hii katika historia, hata katika historia ya Israeli, hili jambo lilitokea na Mwenyezi Mungu akawapeleka uhamishoni kwa sababu watu wale walikuwa wameasi. Wakati fulani wakaamua kujenga mnara wa Babeli, ni kwa sababu ya maendeleo. Waende huko mbinguni wamwangalie Mwenyezi Mungu. Ukijiuliza, sijui alikuwa anamtafuta wa nini? Ni kweli tunahangaika kumtafuta Mwenyezi Mungu ili hatimaye tuweze kuishi naye, tufurahi pamoja na wengine wote walioko huko, lakini sio kwa mtindo ule wa nyakati za mnara wa Babeli. Ilikuwa ni jeuri, ilikuwa ni kiburi na majivuno. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuige mfano wa Magufuli. Katika Zaburi ya 53 au ya 14, wapumbavu hujisemea moyoni hakuna Mungu. Mzaburi anasema hao wamepotoka. Tufanye kazi kama alivyotuomba kila mara, lakini tukiwa tunamuomba Mwenyezi Mungu. Hata hao walioendelea, hakuna kilichokuja, hakuna maendeleo walioyapata bila mkono wa Mwenyezi Mungu. Mambo mengi tunayoyaona Ulaya na sehemu mbalimbali yametokana na kufanya kazi, lakini pia na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yapo mengi yaliyoanzia katika majumba ya wanadini, majumba ya watawa. Hata vyuo vikuu vya mwanzo vimetokana na wanadini. Leo watu hawa wanasema kwamba hakuna Mwenyezi Mungu na wala hakuna sababu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, tegemea sayansi. Leo hapo walipo wamesahau na wanapuuza. Tunaweza tukaona hata vituko wanavyovifanya, utoaji wa mimba, mambo ya ushoga. Amerika majuzi wamefanya kitu kinaitwa sijui Equality Act. Ni upuuzi. Tunawaomba viongozi wetu tusije tukafika hapo. Mnapokuwa bungeni ni mahali patakatifu, sio kuanza kuzungumza mambo ya kipuuzi. Watu wabadili jinsia, watu watoe mimba. Wametoa mimba watu wale, wanatamani kuzaa, leo hawawezi kuzaa. Alikunywa bibi madawa haya ya kuzuia mimba, lakini anayeathirika mjukuu. Kuna baadhi ya nchi wanajaribu kuwapatia hera, unapozaa mmoja tunza, wa pili tutatunza. Wanajitahidi wala hawawezi. Waliasi watu wale.
Naomba tusije tukafikia hapo. Tunashukuru mama yetu, unaelewa maana ya mambo haya. Utusaidie na usimame imara, ili Tanzania ikiwezekana na nchi jirani, mtajua mtakavyokuwa mnaongea huko, tusije tukafikia vitu vya namna hiyo. Ushoga, kubadili mimba, kubadili jinsia ni upuuzi, ni kujidanganya. Tuwaombee ili wamrudie Mwenyezi Mungu. Zaburi ya 34 inatukumbusha, nitamtukuza Mungu wangu nyakati zote, sitaacha kamwe kuzitamka sifa zake. Mimi nitaona fahari juu ya Mwenyezi Mungu. Nilimuomba Mwenyezi Mungu, Mungu naye akanijibu na akaniondoa katika hofu zangu zote. Tukimtegemea Mwenyezi Mungu, ipo siku wengi watakuja, kama alivyokuwa nasema Magufuli. Sisi tukimtegemea Mwenyezi Mungu, tukafanya kazi, sisi siku moja tutakuwa watoaji wa misaada kwa wengine. Watanzania tuomboleze kwa imani, tukijua kuwa nyumbani kwetu si hapa duniani, nyumbani kwetu ni mbinguni. Paulo kwa Wafilipi anasema, hapa si nyumbani, tunapita. Hapa tulipo tunapita tu. Magufuli amemaliza zamu yake, bado zamu yetu. Tujikabidhi kwake Mwenyezi Mungu aliye Bwana wa wote, kwa maana tunatazamia kuwa siku moja tutaungana pamoja na wengine tukisali na kuomba. Tutaungana pamoja na wengine tukishangilia, tukiwa tumemzunguka Bwana wa majeshi, na tutaishi milele. Tumwombee Rais Magufuli apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mtazamaji wa UTV, hivi punde tumetoka kumsikiliza Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza Bunda, Askofu Renatus Nkwande. Lakini kwa sasa turejee tena kwenye ibada hii. Muumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi
asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunamwombea ndugu yetu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Bwana, umuondoe katika giza la mauti na kumuingiza katika nuru ya ufufuko wako. Bwana, tunaiombea familia wanaoomboleza kifo cha ndugu yao, awatulize kwa tumaini na kuonana naye tena huko mbinguni. Bwana, tunaombea viongozi wetu wa serikali, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na waandamizi wake, awajalie hekima na busara ili waweze kuitunza amani ya nchi yetu na kuwaongoza watu katika upendo na msimamo. Bwana, tunajiombea sisi sote tuliokusanyika hapa kusindikiza mpendwa wetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Utujalie tudumu siku zote katika neema. Bwana, tunaombea ndugu zetu marehemu wote. Bwana, uwahurumie, uwajalie pumziko la amani. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Sasa ni kipindi cha matoleo, kipindi cha sadaka, na wale walioandaliwa watatufuata huko tuliko. Karibuni kwa kipindi hiki cha sadaka.
kwa ukarimu wako tumepokea mkate huu tunaokutolea. Ni mazao ya nchi na ya kazi ya mikono ya wanadamu, na uwe kwetu mkate wa uzima. Tukuzwe. Magufuli